Watoto wawili walikuwa wakicheza walipoupiga kwa bahati mbaya mpira wa miguu kutoka ndani ya basi. Nikagundua hilo na kuurudisha mpira kwa teke moja lenye nguvu. Mpira ulifuata mzunguko mkamilifu na kutua moja kwa moja mikononi mwa mtoto aliyekuwa ndani ya basi. Uwezo wangu wa ajabu wa kumudu mpira uliwashangaza wote waliokuwa wameona tukio hilo. Wakati huo, kocha wa mpira alikimbia kuja kwangu na kunialika kuwa kocha msaidizi kwenye timu yake. Nilikuwa nataka kukataa, lakini nilipoona kwamba timu iliyokuwa imenifukuza bila sababu ilikuwa imeshinda ubingwa wa ligi, roho yangu ya kupambana ikawaka tena mara moja. Nikakubali ombi la kocha huyo bila kusita. Hata hivyo, wachezaji walipoona kwamba mimi ni kocha msaidizi aliyewahi kufukuzwa na timu nyingine, wakaanza kutilia shaka uwezo wangu. Ili kupata heshima yao, nilimwambia mfanyakazi alete ubao wa shabaha uliokuwa na mashimo 3. Nikaweka umbali wa futi 400 kutoka niliposimama. Kisha nikafanya teke la bicycle kick na kuupitisha mpira kwenye shimo dogo kabisa la ubao huo. Kitendo hicho kiliwashawishi kabisa wachezaji. Lakini bosi wangu wa zamani aliposikia kuhusu hilo, alifika mara moja. Akanidhihaki akisema kwamba kama kocha aliyefukuzwa, ningeweza kufundisha tu wachezaji ambao hawawezi kung'ara kwenye jukwaa kubwa. Sikukasirika niliposikia maneno hayo. Nilimwambia tu kwamba tungeifunga timu yake kwenye mechi ya kesho. Akaendelea kuwa na kiburi na kusema kwamba nikishindwa, ningelazimika kuacha kabisa dunia ya mpira wa miguu. Mimi nikatabasamu kwa dharau tu. Muda mfupi baadaye mechi ikaanza. Timu yangu ikafunga bao la kwanza kwa urahisi. Nilipodhani ushindi ungepatikana kirahisi, nahodha wa timu pinzani akawapa ishara wenzake kuongeza kasi ya mchezo. Baada ya hapo timu yangu ikashindwa kufunga tena. Badala yake, timu pinzani ikaanza kufunga mabao mfululizo. Kutoka pembeni mwa uwanja, nikagundua mara moja kwamba walionekana kufahamu mbinu zetu. Kile ambacho sikujua ni kwamba bosi wangu wa zamani aliyekuwa fisadi alikuwa amemhonga mmoja wa wafanyakazi wetu. Mbinu zetu zilikuwa zimevuja kwa timu pinzani. Nilipotambua kuwa kuna kitu hakikuwa sawa, nikabadilisha haraka mkakati wetu. Nikawaambia wachezaji watumie mbinu ambazo walikuwa wamezifanyia mazoezi kwa siri. Kipindi cha pili kilipoanza, timu ikaonyesha nguvu zao za kweli. Wakafunga mabao mfululizo na kupunguza tofauti ya magoli kwa haraka. Hata hivyo, wapinzani wakaanza kufanya faulo za makusudi. Mbaya zaidi, mwamuzi alijifanya kama haoni chochote na akakataa kupuliza filimbi. Wapinzani wakawa wakali zaidi na wakaongeza tena tofauti ya mabao. Hatimaye, mmoja wa wachezaji wetu akaumia kutokana na faulo. Ndipo mwamuzi akapuliza filimbi kusimamisha mchezo. Mchezaji huyo alipokuwa akitolewa nje ya uwanja, hali ikazidi kuwa mbaya. Hatukuwa na wachezaji wa akiba na zilikuwa zimebaki dakika 9 tu kipindi cha pili kiishe. Tulihitaji angalau mabao 5 zaidi ili kushinda. Nikikabiliana na dhihaka za wapinzani na kuona sura za kukata tamaa kwa wachezaji wangu, nikafanya uamuzi mkubwa. Niliamua kuingia uwanjani mwenyewe. Lakini kufunga mabao 5 katika dakika za mwisho haikuwa kazi rahisi. Hata watangazaji waliamini kwamba timu pinzani ilikuwa tayari imehakikisha ushindi. Mara tu nilipoingia uwanjani, nilionyesha uwezo wa ajabu wa kuruka. Nilikuwa nikisonga uwanjani kwa kasi kama radi, nikiwapita mabeki bila shida yoyote. Wapinzani walipoona hivyo, wakaamuru wachezaji wote wanizuie. Nikiwa nimezungukwa pande zote, niliruka juu angani na kuupiga mpira kwa nguvu zangu zote.